Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Leo tunaenda kuangalia vile Yesu Kristo aliweza kutimiza sheria zote za Mungu, na baada ya kutimiza akaweza kuziondoa. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Vile mnajua Mungu alimuumba mwanadamu wa kwanza Adamu na mke wake Hawa, na akaweka roho yake ndani yao. Wakawa sasa wao walikuwa Mungu wa dunia hii, walikuwa na mamlaka juu ya kila kiumbe hapa duniani, hata walikuwa na mamlaka juu ya shetani mwenyewe. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Mungu alimpatia Adamu na mke wake sheria moja ya kwamba matunda yote katika shamba la Edeni wangeweza kula vile wangetaka, lakini aliwaambia ile siku watakapo kula matunda ya hiyo mti wa kutofautisha wema na ubaya watakufa. Alikuwa anamaanisha kwamba uhusiano wake na wao utaisha, yaani roho wake ataondoka kutoka ndani ya roho zao, watakuwa wamekufa kiroho, yaani itakuwa sasa roho wa Mungu atakuwa tena anakaa ndani yao. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Tunaona kwamba Adamu na mke wake walikuwa na mamlaka juu ya kila wanyama, walikuwa na nguvu juu ya hata dhambi. Hawangeweza kufanya dhambi isipokuwa wao wenyewe wakusudie kufanya dhambi. Hawakuwa chini ya utawala wa dhambi au nguvu za dhambi. Yesu Kristo asifiwe. Shetani alikuwa anajua hiyo kabisa, na akawadanganya ya kwamba ile siku watakaokula matunda hayo Mungu aliwakataza watakuwa kama Mungu, na wao wakasikia sauti ya shetani wakala matunda, na tunaona kwamba mamlaka ambao walikuwa nayo yaliondoka kwa sababu roho wa Mungu aliondoka ndani yao, nao sasa wakawa chini ya mamlaka ya shetani. Shetani sasa akawa ndiye Mungu wa dunia hii. Tunataka kusema kwamba hiyo sheria Mungu aliyopatia ni sheria ambayo ni dhambi iletaye mauti, yaani sheria ya dhambi na mauti, kwa sababu baada ya kutenda hiyo dhambi basi unapata mauti. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa tunaona kwamba kwa sababu hawakuwa tena na roho wa Mungu ndani yao, walikuwa chini sasa ya mamlaka ya shetani, na wakawa na ile nature ya dhambi, yaani wakapata ile nguvu za kufanya dhambi. Ikawa sasa wapende wasipopende wanatenda dhambi, na tena wako chini ya mamlaka ya shetani, ni watoto, wakawa sasa ni watoto wa shetani. Bwana Yesu Kristo na apewe sifa. Tunaona kwamba Mungu alikuwa na kusudi la kurudisha mwanadamu katika uhusiano wake na yeye. Akaenda kwa Abrahamu akamwahidia ya kwamba kupitia uzao wake Yesu Kristo atazaliwa, naye ndiye atakayerudisha uhusiano wa wanadamu na Mungu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Tunaona kwamba wana wa Israeli ambao ni watoto wa Abrahamu pia walipewa sheria na Mungu. Ukitusoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28 kuanzia mstari wa kwanza hadi 14, inaongea juu ya zile baraka Mungu aliahidia wana wa Israeli kama wangemtii, wangekuwa na baraka nyingi sana. Lakini kutoka mstari wa 15 kuendelea anaongea kuhusu juu ya zile laana ambazo watazipata au wangezipata kama wanakataa kumtii. Pia hiyo ni sheria ya dhambi iletaye mauti. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Mungu alikuwa anajua ya kwamba kwa sababu wana wa Israeli hawakuwa na roho wa Mungu ndani yao, hakuna njia yoyote ile wangeweza kumtii, kwa sababu watu wote ambao walizaliwa na Adamu na Hawa baada ya kutenda dhambi, wote walizaliwa wakiwa hawana roho wa Mungu. Kwa hivyo ilikuwa vigumu sana kuweza kutii Mungu, kuweza kufuata sheria zake. Kwa hivyo Mungu alikuwa anajua ya kwamba wana wa Israeli hakuna njia yoyote ile wangeweza kutii hizo sheria zake. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Tunaona kwamba Yesu Kristo alizaliwa kama Adamu wa pili. Alipozaliwa kama Adamu wa pili, aliweza kumtii Mungu hadi kifo chake, kifo cha msalaba. Na pia tunaona kwamba alizaliwa chini ya
kizazi cha Abrahamu alikuwa Myahudi, alikuwa ni mwana wa Israeli. Kwa hivyo pia alitii sheria zote ambazo Mungu alimpatia Musa kwa watoto wa Israeli. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Kwa hivyo kwa sababu Yesu Kristo alitii sheria zote na alikuwa mtiifu kwa Mungu, Mungu alifurahia na akamtoa kama sadaka, akatolewa sadaka, ndiposa kupitia damu yake, kupitia mwili wake, wanadamu wote wakaweza kusamehewa dhambi zao zote na laana zao zote zikaweza kuondolewa kupitia kifo chake, kupikwa kwa mwili wake na damu yake. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Baada ya Yesu Kristo kufa msalabani na kufufuka, tunaona kwamba Mungu aliweza kumrudishia roho wake, kwa sababu tunaona kwamba Yesu Kristo pia alikufa kiroho. Roho wa Mungu alimwacha vile aliacha wanadamu wengine wote. Kwa nini? Kwa sababu alichukua dhambi za ulimwengu wote, na kwa sababu alichukua dhambi za ulimwengu wote, sasa ingawa hakuwa amefanya dhambi yoyote ile, na kwa sababu alichukua dhambi za ulimwengu wote, roho wa Mungu alimwacha, alikufa kiroho. Na baada ya kumaliza kazi yake msalabani na kufuka, Mungu akamrudishia roho wake. Na kwa sababu wanadamu wote walikuwa ndani ya Yesu Kristo, kwa sababu alikuwa anafanya mambo haya yote kwa niaba ya wanadamu, nasi tukarudishiwa roho wa Mungu. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Nataka kusema kwamba yule ambaye aliweza kurudishiwa roho wa Mungu ni yule ambaye anamwamini Yesu Kristo, akampatia maisha yake Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Lakini yule ambaye amemkataa huyu Yesu Kristo, huyu roho wa Mungu hawezi kuingia ndani yake, na atakaa kama ni mtu ambaye hajazaliwa mara ya pili. Atakuwa amekosa roho wa Mungu, atakuwa amekufa kiroho. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Baada ya Yesu Kristo kumaliza kazi yake msalabani, Mungu alimpatia baraka zake zote zile alikuwa ameidia watu ambao watatii sheria zake. Kwa hivyo Yesu Kristo alikuwa mrithi wa Mungu, akapata baraka zake zote, akapata urithi wake wote na kila kitu. Na Biblia inasema kwamba roho wa Mungu anakubaliana na roho ya wale watu wameokoka, ya kwamba wao ni watoto wa Mungu, na kwa sababu ni watoto wa Mungu ni warithi wa Mungu, ni warithi pamoja na Kristo. Kwa hivyo yeyote yule ambao amempokea Yesu Kristo akawa Bwana na Mwokozi wa maisha yake ni mrithi wa Mungu, mrithi pamoja na Kristo. Kwa hivyo anasherekea au anafurahia baraka za Mungu zote ambazo ziko ndani yake Yesu Kristo. Pia tunaona kwamba baada ya Yesu Kristo kumaliza kazi yake msalabani, ile sheria ambao ilikuwa imewekwa yote alikuwa mwisho wake, alikuwa mwisho wa sheria zote, na sheria zote tunaona kwamba zilitandikwa msalabani pamoja na Yesu Kristo, na pia sheria zikawa sasa hazina maana tena. Kwa nini? Yesu ameweza kuzitimiza zote, na ile kitu Mungu alikuwa ameahidia wanadamu akampatia Yesu Kristo. Kwa hivyo aliondoa sheria, ikawa sheria haina maana, na sheria ikatandikwa msalabani, na Yesu Kristo wakaja na sheria ingine gani? Inaitwa neema. Imani ya mwanadamu ndani ya Yesu Kristo kupitia neema ya Mungu, badala ya kubarikiwa, badala ya kuhesabiwa haki kwa kufuata sheria, sasa unahesabiwa haki kwa imani yako ndani yake Yesu Kristo. Hiyo ndio inaitwa neema. Tunajua ya kwamba hii sheria mpya inafanya tunaona kwamba baada ya mtu kuokoka, roho wa Mungu anaingia ndani yake na anakufanya kuwa kiumbe kipya. Unabadilishwa ikawa sasa wewe una manifest, yani unaonekana ndani yako kuna upendo wa Mungu, kuna msamaha wa Mungu, kuna ile rehema ya Mungu ndani yako, uko na hekima ya Mungu, una ufahamu wa Mungu, una ile baraka za Mungu zote zinaonekana zikionekana ndani yako. Bwana Yesu Kristo anasifiwe sana. Unapata ile tunaita kwamba nature ya Mungu, na unakuwa na ile akili ya Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo na asifiwe. Na kwa sababu hiyo tunaona kwamba Mungu baraka zake zote zilizomo ndani ya Yesu Kristo ni zako ukienda kuzichukua kwa njia ya imani yako ndani yake Yesu Kristo.
lakini si kwa njia ya kufuata sheria, kwa sababu Biblia hata inasema kwamba kwa kufuata sheria hakuna mwanadamu awaye yote atakayehesabiwa haki, lakini unahesabiwa haki kwa imani yako ndani yake Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo na asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona kwamba sheria ilikuwa ni ya kuleta mauti, lakini hii neema ni Roho wa Mungu aletaye uzima. Unapata Roho wa Mungu ambaye anakupatia uzima, anakupatia baraka za Mungu, unapatiwa kuwa mtoto wa Mungu, unarudishwa tena katika uhusiano wako na Mungu, unakuwa ni mwana wa Mungu na baraka zote za Mungu zinakuwa ni zako. Bwana Yesu Kristo na asifiwe sana. Ndipo Yesu Kristo aliweza kubadilisha hiyo sheria. Tunaona sheria ya kwanza ilikuwa ni mbaya, kwa sababu ilikuwa ukikosea unapata mauti, lakini sheria ya pili ni nzuri, kwa sababu imani yako inakuwezesha kupata baraka zote za Mungu zinasomo ndani yake Yesu Kristo. Na kuna njia mbili ya kuzifuata. Ni gani? Kuamini chochote kile unataka unakipata kwa njia ya imani yako ndani ya Yesu Kristo, na kwa sababu Roho wa Mungu anakaa ndani yako, sasa unatembea na Roho. Roho ndiye anakuelekeza, anakuongoza. Unatembea ndani ya Roho, anakuongoza, anakuambia ni kile unafanya. Kwa njia nyingine unatembea ukiongozwa na Roho wa Mungu, sio wewe unajiongoza, lakini Roho wa Mungu anakuongoza. Tena huu Roho wa Mungu anavunja kazi zote za shetani maishani mwako. Unakuwa sasa wewe umekuwa kama Mungu. Ni kwa sababu ukiwa ndani yake Yesu Kristo hauwezi kuwa na umaskini. Ukiwa ndani yake Yesu Kristo hauwezi kuwa mtu wa kudanganya. Ukiwa ndani yake Yesu Kristo hauwezi kuwa na ile kazi ya shetani yoyote ile, kwa sababu Yesu Kristo anaivunja maishani mwako, anakubadilisha ikawa sasa hata dhambi haina mamlaka juu yako. Ni kwa sababu hauko tena chini ya sheria. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Najua ya kwamba umesikia hii neno la Mungu, na kama ungetaka Yesu Kristo au Bwana Mwokozi maisha yako, ningekuomba uombe maombi nyuma yangu. Ni maombi yako, si yangu, ili Yesu Kristo akakusamehe na akakuokoe. Omba. Bwana Yesu Kristo, nimesikia neno lako, nimetambua ya kwamba mimi ni mwenye dhambi. Naomba ukanisamehe dhambi zangu zote, nioshe kwa damu yako. Kutoka sasa mimi nimesamehewa na sasa nimeokoka. Mimi ni mtoto wa Mungu. Asante Yesu Kristo kwa kunisamehe. Asante Mungu Baba kwa kunifanya mtoto wako. Mimi nimeokoka. Naomba nikiamini katika jina la Yesu Kristo. Amen. Kama umeomba maombi hayo, na kuomba utafute kanisa ambayo iko karibu na wewe, ambayo inaamini wokovu wa Yesu Kristo, ili ukaweza kuambia kwamba umeokoka, ungetaka ukusaidie katika maisha yako ya kiroho. Mungu akubariki. Hii huduma au hii injili imetoka kwa Agape Global Evangelism. Mungu akubariki. Amen.